Hivi umewahi kusikia nchi ambako wanawake ni wengi sana kuliko wanaume? Leo tutazungumza kuhusiana na nchi ya Latvia, nchi inayoshika nafasi ya juu duniani kwa uhaba wa wanaume. Kwa nini hali hii ipo? Hebu tuchambue kidogo sababu kuu kwa ufupi, lakini kwa undani zaidi. Wanaume nchini Latvia wanaishi muda mfupi kuliko wanawake. Sababu kubwa kabisa ni tofauti ya urefu wa maisha. Nchini Latvia, wanawake wanaishi karibu miaka 10 zaidi kuliko wanaume. Wanaume wengi hufariki mapema kutokana na magonjwa ya moyo, shinikizo la damu na kiharusi. Kadri watu wanavyozeeka, idadi ya wanaume hupungua, wanawake hubakia kuwa wengi zaidi. Sababu ya pili ni pombe, sigara na mtindo wa maisha. Nchini Latvia ina historia ya kipekee zaidi. Unywaji wa pombe ni mkubwa kupitiliza, uvutaji wa sigara ni zaidi, na maisha yasiyo na mazoezi. Haya huathiri zaidi wanaume kuliko wanawake na husababisha vifo vya mapema kwa wanaume. Lakini sababu ya tatu ni ajali na vifo vya ghafla kwa wanaume. Wanaume nchini Latvia wanahusika zaidi na ajali za barabarani, ajali kazini, vurugu na kujiua. Hii huathiri zaidi wanaume wa umri wa kati na vijana na kuongeza pengo la kijinsia. Sababu ya nne ni historia ya vita. Latvia ilipitia vita kuu ya pili ya dunia, utawala wa Kisovieti. Katika vipindi hivi, wanaume wengi walipelekwa vitani na hawakurudi. Athari za vita hizi bado zinaonekana hadi leo kwenye uwiano wa jinsia. Sababu ya tano ni uhamiaji wa wanaume kwenda Ulaya Magharibi. Baada ya kujiunga na Umoja wa Ulaya, wanaume wengi walihamia Ujerumani, nchini Uingereza na nchi za Skandinavia kutafuta kazi na mishahara mizuri. Wanawake wengi walibaki nchini, hivyo uwiano ukazidi kupindukia. Matokeo yake, wanawake nchini Latvia wakaanza kukodisha wanaume, yaani mwanaume anakodishwa kwa lisali moja, anakuja ndani, anakaa kwa lisali moja kama mume ama baba wa mji, analipwa mshahara wake na kuondoka. Hivyo ndivyo maisha ya Latvia. Kibongo ikitokea mchongo kama huo, kama na waona vijana wa Gen Z. Mimi naitwa VOS Voice of Siraji.